Baada ya ghasia kuweza kutulia katika taifa la Iran, mkuu wa majeshi au mkuu wa jeshi la Iran ambaye ni Abdulrahim Mosavi amewaonya wale wanaoanzisha vita dhidi ya Iran baada ya ghasia hizo kutulia. Nadhani mtazamaji na mfuatiliaji wetu, wanaoanzisha au walioanzisha ghasia hizo, nimeshakutajia hapo mwanzo kwamba walioanzisha ghasia hizi alikuwa ni Trump pamoja na Netanyahu, ambapo baada ya kuona kwamba vikwazo ambavyo walimwekea Iran toka mwaka 1979 mpaka leo vimeshindwa kufanya kazi. Sasa wakaona kwamba njia iliyobaki hawawezi kumtoa au hawana uwezo wa kumtoa Khamenei katika utawala huo kwa njia za kivita, yani kwa njia za kijeshi, basi wakaona kwamba waweze kupenyeza zile propaganda za uongo ili wananchi wa Iran waweze kumwondoa Ayatollah Khamenei kwa kufanya mapinduzi katika taifa lao, na ambapo hata jambo hilo pia nalo limefeli. Sasa mkuu wa jeshi la Iran Meja Jenerali Abdulrahim Mosavi amesema kuwa maadui wa Jamhuri ya Kiislamu wanajaribu kupotosha ukweli kupitia himaya yao ya vyombo vya habari na vita vya utambuzi. Jenerali Mosavi alitoa matamshi hayo siku ya Jumamosi kufuatia ghasia zilizoungwa mkono na wageni zilizoenea katika miji ya Iran mwezi uliopita. Utawala wa vyombo vya habari vya adui na vita vya utambuzi vimeathiri sehemu ya jamii ya Iran, hasa katika uwanja wa vita laini. Mungu akipenda, tutaweza kuipeleka nchi kwenye maadili ya mapinduzi ya Kiislamu, alisema hivyo Bwana Mosavi. Jenerali Mosavi alisisitiza zaidi umuhimu wa kuwa macho dhidi ya mbinu za udanganyifu zilizotumiwa na adui, akisisitiza umuhimu wa mawasiliano ya wazi na sahihi ili kukabiliana na kampeni ya upotoshaji. Jenerali huyo mkuu pia amesisitiza uwezo mkubwa wa Iran wa kupambana na njama hizo, hasa zile zinazopangwa na serikali ya Marekani ya jinai. Wakati wa ghasia za hivi karibuni, vyombo vya habari vya Magharibi vilishindwa kuripoti kuhusu mashambulizi dhidi ya mali za umma na za kibinafsi, ushiriki wa makundi yenye silaha na kutia moyo au kuunga mkono machafuko kutoka nje. Pia wanaelekea kuweka kipaumbele kwenye simulizi za upande mmoja zinazoongeza shinikizo, huku Washington kwa hatua za kijeshi dhidi ya Iran, huku wakipuuza vurugu zinazoenea na kuweza kutegemea sana takwimu zinazotolewa na mashirika yanayofadhiliwa na serikali ya Marekani. Uchunguzi uliofanywa na mhariri mkuu wa The Grayson, Max Blumenthal na mhariri Whiteread ulifichua kwamba vyombo vikuu vya habari vya Magharibi vimepuuza ushahidi wa video unaoongezeka unaonyesha vurugu kali zinazofanywa na makundi yaliyoelezwa kuwa waandamanaji wenye amani kwa kiasi kikubwa na Amnesty International, Human Rights Watch. Kanda iliyoweza kutolewa na vyombo vya habari vya serikali ya Iran na vyanzo vingine vinaonyesha mauaji ya hadharani, mashambulizi dhidi ya misikiti, uchomaji moto majengo na manispaa na masoko na vituo vya zimamoto, pamoja na wanaume wenye silaha wakifyatua risasi katika vituo vya jiji vilivyojaa watu. Sasa hapa ndipo zile video ambazo tulikuwa tunakuambia mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu kwamba kuna video ambazo Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran iliwaita mabalozi wote wa mataifa ambayo yalikuwa yakiunga Marekani mkono kwamba Marekani ikaivamie au ikatoe msaada wa kijeshi kwa waandamanaji nchini Iran. Sasa baada ya kutolewa ile video, watu hao walinyamaza mpaka leo,
hatujawahi kusikia au mtu yoyote akikemea Marekani kwa kile ambacho Marekani hayo na kutaka kuleta uchonganishi au kuleta vurugu katika taifa la Iran. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, mambo ni kama ambavyo umeweza kuyasikia na yalivyokuwa katika maeneo hayo. Mambo ni hivyo. Sasa tukiwa tunaendelea kukuchambulia kwamba kanda hizo iliyotolewa na vyombo vya habari vya serikali ya Iran na vyanzo vingine inaonyesha mauaji ya hadharani na mashambulizi dhidi ya msikiti pamoja na masoko na maeneo mengine. Licha ya ushahidi huo, ripoti hiyo inasema kwamba habari zilizotolewa na Marekani na Ulaya zimejikita zaidi katika madai ya unyanyasaji unaofanywa na vikosi vya usalama vya Iran, zikitegemea takwimu za majeruhi zinazotolewa na mashirika yasiyo ya kiserikali ya Iran yanayoishi nje ya nchi yanayofadhiliwa na shirika la kimataifa la Marekani la demokrasia NED, ambalo kwa muda mrefu linahusishwa na juhudi za mabadiliko ya utawala wa Marekani. Machafuko nchini Iran ambayo awali yalitokana na kuyumba kwa sarafu na kupanda kwa mfumuko wa bei unaohusishwa na vikwazo haramu vya Marekani na Ulaya yaliongezeka mnamo Januari 8, wakati mashambulizi yaliyoratibiwa yaliweza kulenga maeneo ya umma, serikali na kidini. Makundi yenye silaha yaliweza kushambulia maduka, benki, vituo vya mabasi na misikiti na kuwaua idadi ya wafanyakazi wa usalama na raia kadhaa. Mamlaka yanasema kuwa ushahidi unaonyesha kuwa makundi ya kigaidi yanayoungwa mkono na mataifa ya Marekani yalisambaza silaha, yaliwalenga raia na vikosi vya usalama kimakusudi na kutenda kwa ushiriki wa moja kwa moja wa Marekani na Israeli. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hapa sasa ndipo unapokuja kuona kwamba mambo yanayokuwa yanaendelea katika taifa la Iran ilikuwa sio kwamba ni maandamano, bali ni maandamano yaliyoratibiwa kuweza kuleta ghasia katika taifa hilo. Pia kuna silaha zaidi ya F-60 zilizokuwa zikielekea Tehran zimeweza kukamatwa, huku kundi la kigaidi lililofunzwa na Mossad likivunjwa katika taifa hilo la Iran. Vikosi vya usalama vya Iran vimesema kuwa vimekamata silaha zaidi ya F-60 zilizokuwa zikielekea Tehran na kubomoa kundi la kigaidi lililofunzwa na Mossad kutoka kule nchini Israeli, ambalo lilitumia machafuko ya hivi karibuni kutekeleza mashambulizi makali, huku maandamano yaliyoanza kwa amani na kugeuka kuwa ghasia zilizoungwa mkono na mataifa ya kigeni. Amri ya utelekezaji wa silaha ya Iran inajulikana kama Fallujah ilitangaza kwamba silaha F-60 ziligunduliwa na waandamanaji huko Bushehr, ikiongeza kwamba silaha hizo zilikusudiwa kwenda mjini Tehran. Kulingana na taarifa hiyo, magaidi wawili pia walikamatwa katika operation hiyo. Wakati huo vikosi vya ujasusi vilifanikiwa kuwatambua na kuwakamata wanachama wa genge hatari lenye silaha za kigaidi ambalo lilikuwa na jukumu la kuwaua watu. Kulingana na shirika la habari la Tasnim, kikundi hiki kilifunzwa na Mossad katika mbinu za kisasa za kivita vya mijini na kilipewa jukumu la kuweza kutumia machafuko hayo kusababisha vifo baada ya kufanya uhalifu mwingine wa kigaidi. Baada ya kupokea aina mbalimbali za silaha na vifaa vya vita vya mijini kutoka kwa viongozi walioteuliwa, genge hili lilipita katikati ya mitaa ya mji mkuu na kuwafyatulia risasi watu na kuwaacha mamia ya watu wakiwa wameuawa na kujeruhiwa. Ripoti hiyo ilisema hivyo. Picha zilizopatikana kutoka kwa harakati za genge hilo la kigaidi zinaonyesha usambazaji wa aina mbalimbali ya silaha, ikiwa ni pamoja na bunduki ya aina AK-47 na bunduki aina ya shotgun na vifaa vya mawasiliano kama vile simu za satellite ambazo zilitumiwa na magaidi waliofunzwa kuua mamia ya watu.
Washiriki wa siri hii pia waliweza kushambulia makao makuu ya jeshi la polisi, wakaiba silaha na kuzisambaza ili kuweza kuunda vita vya mijini na kuweza kuongeza idadi ya vifo. Wakati wa operesheni hiyo, kiasi kikubwa cha aina mbalimbali za silaha, risasi na vifaa vya satellite viligunduliwa na kukamatwa, iliongeza ripoti hiyo. Kile kilichoanza kama maandamano ya amani mwishoni mwa mwezi uliopita kiligeuka na kuwa vurugu polepole, huku waandamanaji wakivamia miji kote nchini, wakiua vikosi vya usalama na raia na kuweza kushambulia miundombinu ya umma. Maofisa wa Irani wamehusisha ghasia na vitendo vya kigaidi na Marekani na utawala wa Israeli. Marekani na Mossad ya Israeli wamekiri kuhusika kwao katika eneo hilo, huku waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo akiandika kwenye mtandao wake wa Twitter, kwa sasa hivi unaitwa X, akisema kwamba heri ya mwaka mpya kwa kila Muirani mitahani, pia kwa kila ajenti wa Mossad anayetembea kando yao. Katika chapisho la mitandao ya kijamii kwa lugha ya Kiajemi, Mossad pia iliwahimiza waandamanaji, tokeni pamoja mitahani, wakati umefika, ikiongeza kwamba mawakala wa Mossad wako pamoja na waandamanaji, sio tu kwa mbali na kwa maneno, tuko pamoja uwanjani. Mwisho wa kunukuu kile ambacho alikiongea waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Marekani Bwana Pompeo, lakini pia na kile ambacho kiliweza kuzungumzwa na Mossad. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, kama ulikoja subscribe, fanya hivyo na ubonyeze alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa utakayekuwa unapokea taarifa zetu pindi tunapoziweka katika chaneli hii. Asanteni sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho tunapotamatisha taarifa hii. Kikubwa, endelea kubaki nami.